Sasa na mwisho nilikuwa nataka niongee kuhusu theory za watu kwamba hii sijui ilikuwa ni mission kubwa sana, kwa nini watumie ndege karibia 155 kumuokoa mtu mmoja. Watu wanaamini kwamba hii ilikuwa ni mission ya kwenda kuchukua uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha 60% ambayo ipo ndani ya Iran na ni kiasi cha karibia kilo 400 hivi. Sasa hili ni swali ambao watu walikuwa wananiuliza, kwa nini hii mission ifanyikie karibu na Isfahan? Kwa nini ndege za Marekani zitoe Isfahan, sehemu ambapo kuna maabara kubwa sana ya nyuklia ndani ya Iran? Sasa mimi nadhani watu wanaoongea hivi wanahisi kwamba viongozi au serikali ya Iran ni serikali ya watu wajinga, yani inaongozwa na watu ambao hawana akili timamu, sababu utakuwa ni ujinga wa hali ya juu kuweka kilo karibia 400 zote za uranium iliyorutubishwa kwa 60% kwenye sehemu moja kwenye maabara ya Isfahan ambao Marekani anaweza kaingia kaichukua. Kwa mimi naamini viongozi wa Iran ni watu ambao wana maarifa mengi tu na wana akili nzuri. Lazima watakuwa wamesambaza hii uranium iliyorutubishwa kwa kiwango kikubwa kila kona Iran, watakuwa wamezipeleka Fordo, zingine zitakuwa zimepelekwa kwenye Missile City. Labda kilo 50 atakuwa nazo mtu mwingine kabisa ambaye hata serikali ya Marekani hawamjui ni nani. Kwa hiyo kusema eti Marekani wanaweza wakafanya uvamizi sehemu moja afu wakazichukua kilo 400 zote, hiki ni kitu ambacho sijui kwa nini watu wanafikiria hivyo. Marekani wameweza kufanya hivi sababu propaganda ambayo Iran wangeweka baada ya kumkamata huyu WSO ingekuwa ni kubwa sana, na Marekani angeonekana hata hii vita ameshindwa sababu tayari wameshamkamata mtu wake. Kwenye haya mambo huwa kuna slogan moja tu, no man is left behind. Asanteni sana kuangalia hii video. Jina yangu ni Jmax the ATG. Bye bye.